anaposema nimetia maneno yangu katika kinywa chako, usichukuliage tu ni maneno, nenda mbele. Tunasema hivi, anaposema nimetia maneno yangu katika kinywa chako, manake nimeweka uwezo wangu katika kinywa chako, nimeweka uwezo wangu ndani yako. Na upande wa pili pia, au jambo la pili kwenye kipengele hicho ni kwamba nimetia wazo langu ndani yako ili ukaitumikie. Kubomoa ngome alikuwa wazo la Yeremia, ilikuwa ni wazo la Mungu, ni matakwa ya Mungu. Mungu ndiye anayetaka kubomoa ngome, Mungu ndiye anayetaka kuangusha hizo ngome, kung'oa mapando na kadhalika. Haikuwa mpango wa Yeremia, ulikuwa ni mpango wa Mungu. Sasa Yeremia anachukuliwa, anawekwa kwenye mpango wa Mungu, atumikie huo mpango wa Mungu. Kwa lugha nyingine, Bwana anamuingiza Yeremia kwenye maisha ya kiroho ambayo yana vita vya kiroho. Maana haitakuwa rahisi kung'oa yale mapando, haitakuwa rahisi kubomoa zile ngome, haitakuwa rahisi kujenga, haitakuwa rahisi kufanya chochote ambacho Mungu anataka kikafanyike. Mungu anasema nimetia uwezo wangu. Uwezo wako Yeremia hautaweza kufanikisha jambo, lakini unahitaji kuwa na uwezo wako. Kuna mahali Mungu amekuweka, unaishi pengine kwenye hilo eneo la hofu. Mungu ametaka umtumikie, ameweka wazo lake ndani yako, anakuamini kama alivyomwamini Yeremia, anakutarajia ukafanye vyema kama alivyomwagiza Yeremia, na anatarajia Yeremia akafanye vyema. Lakini pia tunaona kazi ya Yeremia aliyoifanya kwa ukubwa, tunaona mateso na mapito, na ndiyo maana Yeremia ndiye mwandishi wa kitabu cha Maombolezo. Kwa nini? Kwa sababu mambo aliyokutana nayo, vita aliyokutana nayo, upinzani aliyokutana nao haukuwa wa kawaida, lakini aliendelea kusimamia wazo la Mungu, aliendelea kusimama pamoja na Mungu, akiamini Mungu aliyemweka mahali alipomweka kwa ajili ya kazi fulani, akiamini huyo Mungu yuko pamoja naye, ndiye atakayemvusha, ndiye atakayempigania, ndiye atakayemtetea. Hata wewe kuna mahali Mungu amekuweka, inawezekana mwingine upo unacheza au unaishi kwa hofu kwenye hilo eneo, au unaishi kwa mazoea, au nadhani ni kitu cha kawaida tu, lakini Mungu anakutarajia ufanye vyema. Haijalishi kwenye eneo lilopo kuna vita kiasi gani, lakini Mungu anakutarajia ufanye vyema. Maana uwezo wako hautakusaidia kutumikia wazo la Mungu mahali alipokuweka, ila uwezo wa Mungu utakusaidia kutumikia wazo la Mungu, na Mungu ndiye atakayefanikisha kila jambo kwa uwezo wake mwenyewe mahali alipokuweka. Hata kama wakikupinga, wakikukataa, wakisimama kinyume chako, lakini aliyekuweka hapo, wakiondoka ni yeye amewaondoa, wakiwepo ni yeye ametaka wawepo. Kwa hiyo kuondoka kwao hakuzuii kazi ya Mungu kuendelea, vikwazo vyao havizuii huduma yako kuitumikia. Endelea kusimama kwa uaminifu, endelea kufanya kwa uaminifu, endelea kumtazama Bwana. Hiyo vita sio wewe unapigana, Yeremia hakupigana yeye. Biblia inasema usiogope kwa sababu ya hao. Wakina nani? Haijalishi ni wapinzani wako, haijalishi ni watu wanaoleta mauti, haijalishi ni watu wanaotafuta kukuua, lakini usiogope kwa sababu ya hao. Maana mimi Bwana Mungu niko pamoja nawe. Asema niko pamoja nawe tu, anasema ili nikuokoe, ili nikutetee, ili nikupiganie, ili nikuongoze. Mimi nitakayekupa hekima namna gani uvuke hapo. Mimi nitakayekupa cha kusema mahali ambapo wewe hauna cha
kusema. Kwa hiyo usiogope, hata wewe mwana wa Mungu, haijalishi uko mahali gani, katika huduma yako, katika familia yako, kwenye taifa lako, mahali popote ulipo, ikiwa Bwana amekuweka hapo na umelitambua kusudi la Bwana, endelea mbele, usiogope. Baraka za Bwana ziko juu yako. Haijalishi leo unachekwa, lakini yuko Mungu ambaye anasema kesho yako iko mikononi mwangu. Yuko Mungu ambaye anasema hata leo yako haitaharibiwa. Kama mimi Bwana niko pamoja na wewe, simama, endelea mbele. Usiwaogope hao, usishindane nao. Ni Bwana anayesema watashindana, lakini hawatashinda. Usiogope, usilalamike, simama, songa mbele. La kumshirikisha Bwana, nenda kamwambie Bwana, mwambie Bwana, ni wewe uliyeniweka hapa. Ninajua sitatoka bila uweza wako kunitoa hapa. Ni Musa alisema.